السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ndugu zangu wazazi, ndugu Waislamu, hii ni majlisi yetu ya tatu katika mfululizo wa vikao vya kueleza mfumo wa ufundishaji unaotumika katika madrasa yetu, Madrasatul Janna, ambao ndio dira yetu na mwongozo wetu katika utoaji wa elimu. Kama tulivyoeleza hapo awali kwamba malengo ya kufanya hivi ni pande zote tatu, kwa maana ya upande wa walimu, upande wa wazazi pamoja na wanafunzi, kuweza kufahamu mipango hii na miongozo hii, ili kusudi kwa pamoja na kwa ufahamu na uelewa unaofanana itakuwa ni wepesi kufikia malengo kusudiwa kwa mujibu wa miongozo na taratibu ambazo tumeziweka kwenye kituo chetu cha elimu. Na siku ya leo nitaeleza kuhusiana na kile ambacho wanajifunza wanafunzi wa faslul awwal, ambao ni darasa la kwanza. Wanafunzi hawa ni wale ambao wamemaliza tamhidu thani, ambao mwaka huu 2025 walikuwa tamhidu thani. Kwa hiyo mwakani wanaingia faslul awwal, ambao ni darasa la kwanza. Kwa hiyo mzazi ambaye mtoto wake ametoka tamhidu thani, it means mwakani anaingia darasa la kwanza, faslul awwal, maana yake anapaswa kusikiliza kwa makini sana kipengele hiki ili aweze kujua ni nini ambacho mtoto wake anakwenda kujifunza kwa mwaka 2026. Kama tulivyoeleza kwenye mfumo wa madarasa pamoja na idadi ya masomo kwa kila darasa, kwamba darasa hili linakuwa lina masomo 9. Darasa hili linakuwa lina masomo 9, na hii ni kutokana na tayari wameingia kwenye mfumo mzuri wa elimu. Tayari wametoka kwenye zile kaida, wametoka kwenye misingi ile ya kujua kusoma Qur'ani. Hawa tayari wameshaandaliwa vizuri katika usomaji wa Qur'ani, wanakwenda sasa kwenye kusoma elimu. Kwa hiyo hawa wanakuwa na masomo 9. Nitaeleza kwa haraka haraka mchanganuo wa kila somo, wanasoma nini na wanajifunza nini kwa mwaka, kwa mujibu wa miongozo ambayo tumeiandaa. Kama tulivyoeleza, somo la kwanza ambalo wanasoma hawa vijana wa faslul awwal ni somo la Qur'ani. Katika Qur'ani tuna malengo ya aina mbili kwenye darasa hili. Lengo la kwanza ni kuwaboresha katika usomaji wa Qur'ani, tilawa ile, kusoma kwa kuangalia, sababu tayari wametoka kwenye usomaji wa kaida, wameshamaliza, wanajua kusoma Qur'ani, wameshafanya muraja vya kutosha, na baadhi wameanza kuhifadhi. Sasa lazima kuwe na mpango mzuri wa kuboresha usomaji wao. Wao wanasoma Qur'ani kwenye ule muweko wa Qur'ani, watoke kwenye usomaji wa kama vile kaida, sasa wanakuja kwenye kusoma Qur'ani kwa zile njia zake na taratibu za Qur'ani. Kwa hiyo darasa hili, katika kuboresha hili, watakuwa na jilsa za kusoma practical, mwalimu anawasikiliza, lakini kuna somo la tajwidi ambalo tutakuja kueleza huko mbele. Lengo lake haya yote ni kuboresha usomaji wao wa Qur'ani. Lakini nukta ya pili katika Qur'ani, kwa hawa vijana wana kipengele cha kuhifadhi Qur'ani, na target ni kwa mwaka mtoto ahifadhi juzuu 2. Kwa mwaka mtoto anatakiwa ahifadhi juzuu 2. Kwa hiyo zile alizokuwa nazo anatakiwa aongeze 2 baada ya pale. Hao ni malengo katika usomaji wa Qur'ani. Lakini somo lingine ambalo wanasoma hawa vijana, somo la pili, ni somo la fiqhi. Pia somo hili, kitabu kinachotumika ni Zadul Muslim As-Saghir, kinaitwa Zadul Muslimi As-Saghir. Hiki ni kitabu ambacho kimekusanya ndani yake masomo kadhaa, lakini miongoni mwa masomo yaliyokuwa mle ndani ni somo la fiqhi, ambalo pia tumeliwekea mchanganuo nini ambacho mwanafunzi anatakiwa kubaki nacho baada ya kuwa amemaliza kitabu hiki. Katika kitabu hiki kuna vitu vingi ambavyo watoto wanajifunza, na tumevieleza vyote katika maandishi. Kwa hiyo hata mwalimu anayekabidhiwa somo hili, sisi tunamkagua na kuangalia utendaji wake kupitia huu mwongozo ambao tumeuweka. Jambo la kwanza katika kitabu hiki au darasa hili kwenye somo la fiqh, kupitia kitabu cha Zadul Muslimi Saghir, watoto wanajifunza maana ya ibada, aina za ibada, ibada inayokubalika kisheria na ibada ambayo haikubaliki kisheria. Tunajifunza jambo hili, lakini pia wanajifunza hadath,
namna ya kuzitaharisha. Mtoto atajua hadath ndogo, hadath kubwa, namna gani zinataharishwa. Lakini pia wanajifunza kuhusiana na najisi kwa level yao na namna ya kuzisafisha. Lakini jambo lingine wanajifunza katika kitabu hiki na darasa hili ni namna ya adabu za kukidhi haja na namna ya kujitaharisha na kujisafisha baada ya kukidhi haja na vitu vinavyofaa kujisafishia. Jambo lingine wanajifunza watoto ni udhu, faradhi za udhu, vitenguzi vya udhu na sunna zake. Wanajifunza namna ya kutawadha kwa vitendo, lakini pia wanasoma kwenye kitabu ahkam za udhu. Jambo lingine katika fiqh kupitia kitabu hiki watoto wajifunza ni tayammum, namna ya kutayammum kwa vitendo watajifunza. Mwalimu atatoka nao nje kwenye mchanga, watakaa, watafanya kwa vitendo, lakini pia watarudi darasani, watasoma kwenye kitabu sababu za kutayammum, wakati gani mtu anaruhusiwa kutayammum, lakini ni vitenguzi gani ambavyo au ni vitu gani ambavyo vinatengua tayammum. Jambo lingine wanajifunza ni swala. Watoto wa darasa hili wanajifunza thamani na umuhimu wa swala. Mtoto anajifunza anapata nini akiswali na anakosa nini akiswali, kwa sababu miongoni mwa malengo yetu ni kuandaa watoto ambao wanajitambua katika Uislamu wao. Sasa ili mtoto ajue aweze kuswali bila kushurutishwa, ni lazima pia aelezwe ni nini ambacho anakipata anaposwali na nini ambacho atakosa asiposwali. Kwa hiyo ni kitu ambavyo wanajifunza katika darasa hili. Lakini pia wanajifunza idadi ya swala za faradhi, idadi ya rakaa zake, wanajifunza sharti za swala, wanajifunza nguzo za swala, wanajifunza vitenguzi vya swala, wanajifunza na nyaradi zote za swala pamoja na maana zake kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala. Tunajifunza tahiyatu, wanajua maana yake ni nini. Anaposema rabbighfirli warhamni, anajua maana yake nini. Yote wanajifunza kwenye darasa hili. Lakini kitu kingine ambacho wanajifunza ni kuhusiana na zaka kwa level yao ndogo. Wanajifunza mali inayofaa kutolewa zaka, wanajifunza watu ambao ni wajibu kutoa zaka na wanaofaa kupewa. Lakini jambo lingine wanajifunza ni saumu. Wanajifunza aina za saumu, wanajifunza mifano ya saumu, wanajifunza vitu vinavyoharibu saumu. Na mwisho kabisa wanajifunza ni kuhusiana na ibada ya haji na matendo yake, matendo ya kuhiji kwa level yao. Somo lingine ambalo watoto wanajifunza wa faslul awwal ni somo la tauhidi, na kitabu kinachotumika ni Zadul Muslimi As-Saghir. Katika tauhidi kwenye kitabu hiki wanafunzi wanajifunza mambo yafuatayo. Moja, wanajifunza ni maswali matatu ya kaburini na sababu zitakazomwezesha mtu kujibu maswali hayo. Wanajifunza watoto katika kujenga misingi ya imani. Wataelezwa hali za kaburini, maswali mtu atakayoulizwa, na ni mtu gani ambaye akiwa na sifa zipi anaweza kujibu maswali hayo, na ni nani ambaye atashindwa kujibu maswali hayo akiwa na sifa zipi. Lengo ni kuandaa watoto kiimani na kuwajenga kwenye misingi ya kuamini kwamba kuna akhera na kufanya maandalizi kwa ajili ya akhera. Lakini tatu, wanajifunza lengo la kuumbwa mwanadamu na dalili zake ili wajue kwa nini wako duniani. Lakini jambo lingine wanajifunza ni alama za uwepo wa Allah katika kitabu hiki. Jambo lingine wanajifunza ni maana ya tauhidi, wanajifunza umuhimu wa tauhidi, vigawanyo vya tauhidi na umuhimu wa tauhidi kupitia au ndani ya Qur'ani. Jambo lingine ambalo watoto wanajifunza ni shirki. Watajifunza maana ya shirki, watajifunza ubaya wa ushirikina, watajifunza vigawanyo vya ushirikina na watajifunza madhara ya ushirikina. Watakuwa wanajua mifano ya ushirikina. Kwa hiyo tunaamini mwanafunzi baada ya kusoma darasa hili na akamaliza kitabu atakuwa tayari ana uelewa wa kutosha kuhusu ushirikina, na Allah atamuhifadhi katika maisha yake kwa sababu tayari ana elimu na anajua ni rahisi kujiepusha na mambo ya shirki. Lakini jambo lingine watoto wajifunza katika kitabu hiki ni kuhusiana na maratibu dini, Uislamu, imani na ihsan. Utajifunza nguzo za Uislamu, utajifunza maana ya Uislamu, utajifunza maana ya imani na nguzo zake, watajifunza maana ya ihsani na nguzo zake. Lakini jambo lingine ambalo watoto watajifunza katika kitabu hiki ni kuhusiana na malipo ya mtu anayemtii Allah atapata nini, lakini malipo ya mtu anayemwasi Allah na mtume wake pia atapata nini. Wanajifunza watoto katika kitabu hiki. Jambo lingine ambalo tunajifunza katika darasa hili ni majina ya Allah 99 pamoja na maana zake na kuyahifadhi. Tutajifunza majina ya Allah 99 na kuyahifadhi na maana zake. Lakini jambo lingine ambalo tunajifunza katika kitabu hiki ni asili ya kuumbwa baadhi ya viumbe ambavyo vitakuwa vimeainishwa katika kitabu. Asili ya kuumbwa almalaika, majina yao,
wale ambao ni mashuhuri pamoja na kazi zao, yote ni katika kumjenga mtoto kiimani na kufahamu uumbaji wa Allah na ukubwa wa Allah, majini, asili yao, kuumbwa kwao, lengo la kuumbwa kwao, kadhalika wanadamu na mengineyo. Lakini watoto, jambo lingine ambalo watajifunza katika kitabu hiki na darasa hili ni vitabu vya Allah vilivyoshushwa duniani, vitabu vya Allah vilivyoshushwa duniani, majina yake, mitume walioshushiwa na kadhalika. Na jambo la mwisho ambalo watoto wanajifunza katika kitabu hiki ni majina 25 ya mitume waliotajwa ndani ya Qur'ani, pamoja na aya zilizotaja baadhi ya manabii hao au manabii hao 25. Pia watajifunza katika kitabu hiki. Hilo ni katika somo la tauhidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukiviangalia vinamjenga mtoto kiimani, fahamu ukubwa wa Allah, kumjenga ile hofu ya Mwenyezi Mungu, kujengea hofu ile ya kwamba kuna akhira, kuna kuadhibiwa, kuna pepo, kumjengea mtoto matumaini mazuri ya kuamini kwamba kuna pepo akifanya matendo mema, akiswali. Kwa hiyo malengo ni kwamba mtoto huyu tumwandae awe ni mtoto ambaye anatekeleza mambo ya kiibada bila kushurutishwa na mtu yeyote. Yeye mwenyewe kulingana na imani iliyojengwa kwenye moyo wake ana uwezo wa kuona, yani kupata yale maono kwa macho ya ndani kwamba nikiswali nitapata nini, nisiposwali nitapata nini. Hilo ni somo la tauhidi.